nisaidie. Maisha gani mimi ninaoishi na ndugu zangu? Mimi kulala chumba kimoja na kaka zangu. Maisha kinyama. Mungu wangu, mbona kama umeitelekeza familia yangu? Mbona kama umetusahau? Fanya jambo basi kwa ajili yetu, hata mara moja tu, nasi tujione tupo duniani. Najua mamangu ashakuwa mtu mzima, hawezi kufanya chochote. Tupe uwezo wa kufikiria basi sisi watoto wake, tujue tunafanya nini kuhusu maisha yetu. Lazima nifanye jambo kwa ajili ya kuitetea familia yangu. Lazima nifanye chochote ili kuwasaidia ndugu zangu. Mungu wangu nisaidie. Mtanisamehe sana ndugu zangu. Nisamehe sana. MD na Sheila. Nafanya hivi kwa ajili yetu. Nafanya kwa ajili ya kusaidia maisha yetu. Nitafanya kwa ajili ya kujiondoa kwenye aibu ya mimi na nyie kulala chumba kimoja pamoja na mama yetu. Naumia sana. Nisahau jembe. Nisubiri hapo nichukue jembe. Huyu jamaa anaenda. Nani? Nimemwacha hapa. Jema. 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 We Jema. Jema, uko chooni? Si nilimwacha hapa mimi sasa hivi. Dada yuko wapi? Maana tokea niliporudi sijamuona. Huyo dada yenu mimi nimeshamchoka kabisa. Sina hata mnaye. Kafanya nini tena mama? Asubuhi nilimwambia twende shamba. Nimeingia ndani kuchukua jembe na nilimwacha hapo amesimama. Natoka namwangalia, sijaona hata vumbi lake na hata sijui amekimbilia wapi. Yaani dada yenu sijui hata ana akili gani. Na sijui kabisa alikokimbilia. Niko nyoni uji wanangu. Yaani muda mwingine huwa najiuliza, si daktari amenibadilishia yule mtoto hospitali? Hata sijui, maana yake simuelewi kabisa. Akili zenu na zake ni tofauti. Mama, usiongee hivyo. Hizo sio kauli nzuri kwa mzazi juu ya mwanawe. Kunyweni uji.
Mama, tuendeleeni kunywa uji. Tuachane na hizo habari. Dada, unajua unachokifanya sio kitu kizuri. Nimefanya kitu gani cha ajabu? Nasikia tokea jana mama alipokuambia habari za kwenda shamba, ukaondoka moja kwa moja na ukarudi usiku, kipindi ambacho siku hatushalala. Hivi kaka, wewe unafurahia maisha tunayoishi hapa? Dada, mbona tunaishi kwa amani tu na upendo tele? MD, sizungumzii maisha ya furaha na amani. Nazungumzia maisha tunayoishi sisi, masuala ya chakula na mavazi hapa nyumbani kwetu. Dada, sasa tunafanyaje wakati ndio hatima ya Mungu? Haya ndio maisha Mungu katupangia tuishi hivi. Acha kujidanganya kaka. Hakuna mtu aliyeumbwa maskini. Au unaona amini stori za yule mtu wa Dar es Salaam aliyopata utajiri kwa kushona viatu? Unamaanisha nini? Utajiri una siri kubwa sana kaka. Mimi sijaridhika na haya maisha. Na kuanzia leo nimeachana kabisa na habari za kwenda shamba. Na ninawaahidi nitabadilisha maisha yetu. Tena nina ndoto za kumiliki nyumba nzuri na gari kubwa ya kutembelea mwenyewe. Dada, hizo zitabaki kuwa ni ndoto tu. Labda hivyo vitu ambavyo unavitamani wewe uvimiliki ukiwa ndotoni, ila sio kwenye uhalisia kama unavyofikiria. Sasa mama ndo yupo tena. Sisi tunashagani sisi. Hivi kweli mama katuache? Soya mkiamka nafikia uji mama. Anakunywa. Yupo tena sisi. Mama. Ila nyamaza mdogo wangu. Dada, tunafanyaje dada? Tunafanya nini sasa? Niambie tunafanya nini? Mama.
Basi tuachane, tujue tunafanya nini. Mbona mbali hivyo? Hapana, tunakaribia kufika, sio mbali. Sema leo nimeamua niwakumbushie kama tulikuwa tunaenda kisimani. Ndio tunachota maji kula. Iko ile nikukumbushwa mwanangu. Maana tulipotembea. Ile huyu alikuwa mkimbizi sana. Mimi na wewe bado tunachota sana maji. Kweli? Sasa sio uongo. Sawa, lakini sio mbaya. Tumeshakaribia kufika. Kesho ni shamba uko nakimbia kwenda. Kulima bwana, ndio hivyo tu basi, maisha yanakuwa yamebadilika, lakini kulima jamani, jembe linauma jamani. Karibuni tumefika. Karibuni. Ndio nyumbani hapa. Yaani tushafika. Hebu unanitia hebu bwana, piteni ndani. Kumbuka vile vijikutikute nisivyoona. Achana nayo maisha basi tena hivyo. Haya, pita ndani bwana wewe. Unanitia hivi. Aisee. Ndugu zanguni, karibuni sana. Niseme hapa ndo nyumbani kwetu kwa sasa hivi, yaani makazi mapya. Jisikieni huru, na kitu ambacho nataka nisisitize, mazingira ya huku na huku tulipokuwa tunaishi mwanzo ni tofauti. Huku panakuwa pana mambo mengi, vishawishi. Kwa nikisema utulivu, ustaarabu au nidhamu, maana kwamba tuishi vile ambavyo itakuwa inatakiwa. Tutaishi kwa upendo, tutaishi kwa amani, lakini pia nisisitize kitu kimoja. Mimi na nyinyi tutaishi hapa kwa sharti moja tu. Nina chumba kimoja ambacho sitotaka aingie mtu yoyote bila ridhaa yangu mimi. Hicho ni chumba chako najua, na kama mimi siruhusi na sitoingia. Na kuhusu swala la Sheila, masuala ya shule nafuatilia, nitakaa sawa muda si mrefu. Na upande wa MD kuna pikipiki mbili hapa tulizonazo ambazo zitakuwa zinahitajika kusimamia masuala ya mahesabu kila siku. Pikipiki kama yaani ukishaambiwa kwamba inarudi mapema saa 2, basi saa 2 hakikisha imefika. Na saa 2 hiyo unapoambiwa kwamba hesabu inatakiwa ikamilike, basi hesabu ikamilike. Mtu asikwambie nitamalizia hesabu kesho. Basi ondoa hofu kwa hilo. Nitakusimama imara na nitahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Mimi niwakaribishe jamani, ndugu zanguni. Kuweni huru, kuweni na amani, hapa ndo nyumbani kwetu kwa sasa. Tuseme asante, tumefika. Ila nimepanga sijui hapa. Mimi hapa kwangu nimejenga. Mashaallah, panavutia kwa kweli. Hongera sana dada. Asante. Ni mazingira mazuri sana. Nyie tena kawaida tu jamani. Basi sawa, maana jana nilishindwa kuongea na nyie, tumeshapeana majukumu nadhani. Mimi niendelee na mambo yangu. Haina shida. Si tupo tena kufunga kwa upepo hapa. Mambo mengine endelee. Sawa, nipo ndani.
Ya bosi. Hango, hii ndio hesabu ya wiki nzima? Unajua kuna siku 2 sijafanya kazi. Hichi ndo nilichokipata. Kuna mtu ulimpa taarifa? Alafu Hango, naona umeanza kutuzoea sana. Sasa nisikiliza kwa makini. Kama unahitaji kesho kuja kufanya kazi, itabidi uniletee hesabu ambayo imebaki. Hapo ndipo nitakukabidhi funguo na utaenda kufanya kazi. Sijui umenielewa? Naongea na wewe, si unanitolea macho kama kameramani anatoa noise kwenye scene. Sawa. Nimekuelewa. Kama ushanielewa unaweza kwenda. Lakini dada, kuhusu hiyo habari ya Hango kutokuleta hesabu vizuri, inabidi mkae na muangalie vyema. Nini binadamu? Mtakuwa muulize kwanza, kipi kinamsumbua? Au kipi kinamsibu mpaka akamilishe hesabu? So ghafla tunataka kumpokonya chombo. Takuwa mumtendee haki jamani. Nisikilize ndugu zanguni, maisha yanahitaji uwe na roho ngumu sana. Ukiwa na moyo wa huruma hautafanikisha kamwe. Halafu unamteteaje mtu ambaye sio ndugu yako? Halafu vile vile atimize hesabu kila siku. Kwa mfano umetokea, yani pikipiki imepata hiyo ajali.
Wa Blaza MD. Blaza MD. Nimeacha simu yangu pale hata sielewi. Sijui hata iko wapi. MD. Baba, vipi unafikiria nini mwanangu? Mbona kama uko sawa rafiki yangu? Ndugu yangu MD. Mbona kama uko sawa na kuona kabisa upo hapa? Sheila, yaani na maswali mengi sana najiuliza akilini mwangu. Alafu sipati majibu sahihi ya maswali yao najiuliza. Ni maswali gani ambayo unajiuliza alafu upate majibu yake? Yaani najiuliza kuhusu mafanikio ya dada yetu. Yamekuja ghafla sana. Yaani ni muda mfupi baada ya kifo cha mama. Unanichekesha sana. Kumbe hicho ndo ambacho yani unakiwaza muda wote. Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Wanawake wana mambo mengi sana. Huenda kwa sasa hivi labda Blaza. Nimeleta hesabu yako. Vipi hesabu imekamilika? Blaza imekamilika hii hapa ya matabu. Pishi. Hao ndo watu ambao unahitaji. Maana tulimpatia mtu mwanzo. Kila siku akawa analeta hesabu azikamilike afu maneno kibao. Ukiwa unaenda hivi utafika mbali sana. Alafu pia unapaswa makini sana kuirudisha pikipiki mapema. Alafu kama tulivyoongea siku ya Jumapili ni siku ya service tu. Unaweza kupakia hata watu 2 3 ukaenda ukafanya service. Sio, umeelewa? Kwa hiyo hamna taabu, nitafanya kama unavyotaka. Basi sawa. Sawa, hamna taabu. Fresh. Kazi njema. Mtaka.
Usiniue. Mama. Usiniue. 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 Mama. Usiniue. Usiniue, mama. Usiniue. Dada, vipi? Unasikia kelele mpaka ndani huko? Ndoto. Sasa ndoto namna gani? Sababu sielewi. Hii sio mara ya kwanza kusikia hivyo. Nimekwambia ni ndoto. Hivi ni kitu gani ambacho kinaendelea humu ndani? Mbona sielewi? Na ni kitu gani ambacho dada anakificha kwenye kile chumba? Sisi haturuhusiwi kuingia, ila yeye mwenyewe anaingia. Anakaa muda mrefu sana. Kuna siri gani iliyojificha ambayo mimi nasijui? Na zile kelele ambazo nazisikia je? Hebu acha leo nikaangalie. Liwalo na liwe. Dada. Ndio sasa uko vizuri. Umetulia. Unaweza kuniambia nini kinakufungua dadangu?
Kwani nimewahi kukwambia nasumbuliwa na jambo lolote? Hapana, haujawahi kuniambia hivyo. Ila naona haupo sawa. Na kila siku inavyozidi kwenda, hali yako inazidi kuwa mbaya sana. Hebu nieleze. Nisikilize MD. Kama umeshindwa kuishi humo ndani, naomba kusanya kila kitu chako na rudi kijijini. Maana umekuwa kimbembele kufunyia mambo yangu sana. Utasema umekuwa mume wangu au bwana wangu. Ina maana umesahau kwamba mimi ni nani kwako? Hapana. Natambua kwa wewe ni dada yangu. Na pia haina haja ya kugombana. Ila mimi ni mdogo wako. Na sitopenda kuona ndugu zangu ama ndugu yangu anapata na tatizo, alafu mimi nibaki kimya. Lazima nitambue ili niwe na msaidiaji. Oh, kumbe unataka kunisaidia. Nipe pesa niende hospitali. MD, hebu acha kufuatilia mambo yangu. Maana nitakuja kukuta jambo afu ushinde kuitikia poa. Hebu toka mbele yangu. Toka mbele yangu. Yaani nawalisha, nawavisha. Mnanipeana tu kama mipaka ya hoteli, lakini kila siku dada linakukuta nini dada? Wewe mshenzi nini? MD. Ameenda wapi jamani? Hey, sister. Basi mimi nilijua nawakuta wote nje. Mpo ndani. Shila naye yupo ndani? Ila sijui kwa wapi katoka. Sasa kaka, mimi natoka mara moja. Nimeacha pesa hapo. Utamwambia Shila afanye maandalizi ya chakula. Pia nitachelewa kurudi. Ila sister. Samahani kidogo, kuna kitu naomba tuongee. Jambo gani tena MD? Nimeshachelewa, nimepigiwa simu sana. Yaani hapa nasubiriwa mimi tu. Basi sawa, nakusikiliza. Zungumza haraka haraka basi mimi niwe kuondoka. Hivi dada, unaweza kuniambia ni siri gani iliyopo juu ya hiki ninachokiwaza? Siri? Siri gani ambayo unaizungumzia wewe? Maana sijaelewa mantiki ya swali lako. Dada, nauliza kuhusu hizi mali. Umezipata ni ghafla sana. Nataka kufahamu hilo. Swali gani leo MD unaniuliza? Kwani kuna kitu mnakosa humu ndani? Hamli au hamvai? Hapana dada, sina maana mbaya. Nataka kufahamu tu. Wala sio kwa ubaya. Halo. Safi naambia. Namshukuru Mungu, sio wewe.
Hapana, nipo tu leo, nimeamua nijipumzishe kwa sababu kuna siku mtu unakuwa umeamka mwili haupo vizuri. Kwa nipo tu hapa. Haya bwana, nashukuru kwa hilo. Mdi, mshike huyo, mshike Mdi, mziwie. Mshike. Sasa namshika nani? Mshike, ananifuata. Nani? Mbona mimi sioni mtu hapa dada? Dada, hakuna mtu hapa. Mshike. Nani sasa nimshike? Ananifuata. Huyu kachanganyikiwa Wewe sister. Mimi sioni mtu, namshika nani sasa? Wameanza kwa chizi. Sio bure huyo. Huwezi kuamini. Yaani nimemshuhudia mama kwa macho yangu mawili. Umemwona mama?
Hivi MD, upo sawa kweli? Ndio. Nipo sawa. Kwa nini unaonaje? Yaani simaanishi mavazi uliyovaa. Na maanisha kiakili upo sawa? Sasa Sheila, unahisi labda mimi nimechanganyikiwa? Unanikosea sana. Ila ukweli ndugu, nimemuona mama kwa macho yangu mawili. Tena wala sio ndoto. Na ndio maana nilikwambia hauko sawa. Hivyo unawezaje kumuona mtu aliyokufa kama sio kuchanganyikiwa? Halafu unajua siku hizi sikuelewi kabisa. Umekuwa na mambo mengi ya ajabu. Mara umuulize dada hizi mali amezipataje. Leo umekuja na lingine tena. Eti umemwona mama. Unamwonaje mtu aliyokufa kama sio chulo? Mdogo wangu, sijachanganyikiwa na wala mimi sio mchuro. Nina uhakika na ninachokiongea. Nimemshuhudia mama kwa macho yangu mawili. Kwani unataka kuamini? Sawa. Siwezi kuendelea kuzungumza na mtu aliyochanganyikiwa. Ukikaa sawa, tutazungumza. Amesema amemwonea wapi? Wala sijui ni wapi amemwonea. MD mwenyewe yuko wapi? MD nilimwacha hapa. Sasa sijajua ameenda wapi. Ina maana ameanza kuzurura mpaka anaonekana. Dada, unasemaje? Hapana. Mbona unaonekana una mawazo sana? Niko sawa. Mna kitu. Basi sawa. Mimi naenda kwa rafiki yangu. Sawa. Usichelewe kurudi lakini. Sawa. Unajua brother, mwanzo nilikuwa nakuona kama umechanganyikiwa. Lakini sasa hivi kuna vitu ambavyo navilinganisha. Naona kama kuna jambo. Ile nilimshirikisha dada kuhusu kitu ulichoniambia. Kuna mabadiliko makubwa sana aliyoyaonesha. Na hayo ndio ambayo yananipa wasiwasi. Ila mimi niseme tu, uendelee kuniona mimi chizi. Nimechanganyikiwa, sijielewi. Lakini nilichokuambia nilikuwa nakimaanisha kweli, wala sio uongo kama unavyofikiria wewe. Nadhani kwa sasa nimeanza kukuelewa. Nahisi kabisa upo sahihi kwa kile ambacho ulikuwa unakizungumza.
Basi mimi nashukuru kwa kulifahamu hilo, sababu ningeendelea kuwa peke yangu na ng'ang'ania hili jambo, ningeendelea kuniona chizi daima. Ila kama ulifahamu hilo na kuliona hilo kwa akili yako wewe mwenyewe, basi mimi nashukuru. Ni sahihi. Nadhani sasa huu ndio wakati sahihi wa kuanza kuchunguza kilichopo nyuma ya pazia. Naomba unisamehe mama. Tafadhali mamangu, naomba unisamehe. Ukitaka nikusamehe, fanya jambo moja. Jambo gani hilo mama? Niko tayari kufanya. Niambie. Waambie ndugu zako kile ulichonifanyia mimi. La sivyo nitakufanyia kama ulivyonifanyia mimi. Dada, kuna tatizo gani? Naomba mnisamehe wadogo zangu. Naomba nimnisamehe. Sawa. Hebu tueleze tatizo nini? Mimi sikupenda kabisa ile maisha tuliokuwa tunaishi kule, kulala chumba kimoja na nyie. Sawa. Haujaridhika ndio maana ukatafuta maisha. Tuambie sasa kipi kinakusibu sasa hivi? Nataka kujua hilo tu. Au basi. Au. Nasema. Haki ya Mungu mimi nasema. Dada, wewe umechanganyikiwa? Una shida gani dada? Nasema mimi hapa. Mimi ndo chanzo cha kifo cha mama. Nitamadwa roho zangu. Nisameheni ndugu zangu, nisameheni wadogo zangu, nisameheni ndugu wangu. Tamadwa wadogo zangu. Naomba nimnisamehe. Shila mdogo wangu. Dada. Umesubutu kumuua mama? Umesubutu kumuua mama kwa tamaa zako? Mama alikuwa tumboni miezi 9. Dada, umemuua. Anakulia kwa shida ya kupambania. Nilifanya kwa ajili Shila mdogo wangu, nilifanya kwa ajili yetu sisi wote. Nisamehe wadogo zangu. Nisamehe mdogo wangu. Shila mdogo wangu. Tamaa wadogo zangu. Usifanye hivyo. Tuondoke. Usinifanyie hivyo wadogo zangu. Hebu tuondoke. Nisameheni wadogo zangu. Nisikilize. Siwezi kutumia mali ambazo zipatikana baada ya mama wangu kutoweka duniani. Endelea kuishi peke yako. Bora turudi kule ambako mamangu alinizaa kwa shida na kanilea kwa shida. Endelea kukaa peke yako.
Mama, mwanzoni tuliamini kwa ni mipango ya Mungu. Tuliamini kwa umekufa kiroho. Mama, ni mipango ya Mungu. Kumbe hapana. Yule mwanao ulompenda sana, ukamlea kwa taabu, ambaye leo anakupitisha kwenye huu. Mama, tamaa za dada yetu mama, nikupelekea ili watu kweni tena mama. Najua unaishi kimiujiza mama, unateseka kuliko. Ila pumzika kwa amani. Najua Mungu yupo pamoja nawe. Amani bado unatuombea, nasi tunakuombea pia mama. Mama, Mungu yupo pamoja nawe. Amani, Mungu atasimama pamoja nasi pia mama. Pumzika kwa amani. Pumzika mama. Pumzika. Pumzika mama. Okay.